ni matumaini yangu hujambo mahali popote ulipo, na nina furaha sana kukukaribisha katika platform hii ya Evangelist George Magune TV. Kwa kawaida mimi huwa ni mtumishi, mchungaji, na mimi pia ni daktari wa kienyeji, wa kiasili. Na mbali na kuwa daktari, mimi ninaelekeza watu katika ulimwengu wa kiroho. Kuna baadhi ya mambo ambayo ni magumu, hayapati suluhisho. Wakati mwingine umejaribu hata kanisani, umejaribu hata katika waganga, imeshindikana. Huenda umejaribu, umeenda hata umetumia pesa nyingi sana, umegharamika kwa kiwango kikubwa, lakini ile tatizo bado liko pale pale. Na leo hii nataka nikufundishe na nitakusaidia ili upate kuelewa ni jinsi gani baadhi ya mambo haya yanapatikana. Kuna baadhi ya suluhisho zingine mpaka Roho wa Mungu akufunulie ndiposa ufanye nini, usaidike. Mara kwa mara wengi wameamini kwamba, Wakristo wameamini kwamba lazima niende tu kwa magoti niombe. Yes, ni kweli inawezekana, na kuna wakati mwingine inaweza shindikana kabisa mpaka Mungu asababishe mbadala. Mpaka Mungu akunenee katika ulimwengu wa kiroho jinsi ya kukifanya kile kitu. Sasa ningependa kusema kwamba mimi ni miongoni mwa wale watu ambao wamebarikiwa kupewa vipawa hivi vya kuyaona mambo, ya kufundishwa na Roho Mtakatifu katika ulimwengu wa kiroho, ili unajua ni kipi kinachotakana kufanyika. Je, mtu huyu anafaa kufanya nini na akasaidika. Karibu sana wakati ninapoenda kuanza video hii. Kwanza, kwa vile nimekuambia, kwa majina naitwa Evangelist George Magune, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Cha pili, napenda usubscribe, ulike, ushare, na ikiwezekana sana comment kwa video hii. Ili comment itanisaidia iniwezeshe kujua, je, ni lipi linalokutatiza, tusaidiane. Sisi wanadamu tunategemeana. Sisi wanadamu tuko hapa kusaidia kila mmoja. Hakuna mtu ambaye yuko perfect. Hii dunia, we are never perfect. Kila mmoja na madhaifu yake. Kwa hivyo ni vizuri ujiunge na mimi kuanzia sasa hivi hadi tamati ili nikufundishe. Leo hii naenda kufundisha jinsi ya kutumia yai kusambaratisha uhusiano mbaya. Jinsi ya kutumia yai kusambaratisha wale watu waliopendana. Yani kuna mtu ambaye, tuseme mfano, amekunyang'anya mume ama amekunyang'anya mke, ama umejaribu ufanye nini? Umejaribu kuna uhusiano fulani hautaki fulani awe rafiki yako, ama hautaki fulani aendelee kuwa na mume wako. Umeenda kwa waganga, wamejaribu, imeshindikana. Umeenda kwa mapastors, wamejaribu, imeshindikana. Leo hii mwanangu, nitakufundisha tu njia moja ambayo ni njia nyepesi sana, na tena njia ambayo haina gharama. Badala yake gharama iliyo nayo tu ni kutafuta yai peke yake, na utafute na kalamu. Yai hili nitakufundisha jinsi utakavyolitumikia kwa ajili ya kutenganisha huo uhusiano wa wale watu. Jambo la kwanza, mtu wa Mungu, utahitajika uwe na yai, aidha la kienyeji ama yai la gredi, kulingana na vile utakavyolipata pale utakalolipata. Unajua kuna wengine watasema, mimi niko mjini na hapa mjini kupata yai la kienyeji ni ngumu. Basi tumia yai la gredi kama uko mahali ambapo yai la kienyeji halipo. Na ningependa kusema kwamba yai la kienyeji huwa liko very much effective. Huwa hilo lina act haraka sana kuliko yai la gredi. Kwa hivyo iwapo una uwezekano, jaribu sana upate yai la kienyeji. Lakini kama hauna uwezekano, hili la gredi litakusaidia, japokuwa litakusaidia lakini litachukua muda. Lakini hili la kienyeji linachukuaga muda mfupi sana na linakuwa limejibu maombi yako. Sasa utakapo tafuta yai lako, tafuta yai, alafu tafute kalamu nyekundu. Kalamu hino hapa. Tafuta kalamu nyekundu. Utafanya vipi? Step number 3,
utachukua yai lako. Yule mtu tuseme ni mtu anaitwa George, tuseme George, utaliandika hivi, utaandika hapa, utaandika hapa George. Nadhani unaona vizuri sana, George. Alafu hapa kama ni Mary ambaye ako naye, utaandika hapa huku upande wa nyuma, Mary. Sasa unaliona yai langu? Yai langu hapa upande wa huku nimeliandika namna gani, George? Natamani uangalie vizuri sana mtazamaji wangu. Nimeliandika George. Ukiligeuza upande huku opposite, nimeliandika aje? Nataka uangalie, nimeliandika Mary. Ushaliona? Haya, yai hili nikisha liandika hivyo George alafu na Mary. Tuseme George ni mumeo ambaye unataka atenganishwe na Mary na George akufate awe mume wako kabisa. Ama tuseme ni George anataka Mary atenganishwe na James, atenganishwe na Jackson, atenganishwe na Edward, whatsoever. Utaandika majina yale. Unaandika upande huu na upande huu mwingine. Ukishaandika hivyo, utalishika hili yai mwendo wa saa 9 alfajiri. Hakikisha ni saa 9 za alfajiri. Omba na hili yai. Sema, Mungu wangu, nakushukuru Baba, wewe ndiye unayepeana ndoa. Mungu wangu, tazama fulani na fulani. Fulani ameninyang'anya mume wangu, fulani. Ama fulani ameninyang'anya mke wangu, fulani. Mungu unayeunganisha ndoa. Baba yangu, ulisema yoyote asiingilie ndoa hii. Mungu wangu, kama kweli fulani alininyang'anya mke wangu, leo hii jinsi upande huu na upande huu hawawezi onana na hawawezi kutana. Mungu wangu, jinsi giza na nuru haviwezi kutana. Mungu wangu, leo hii na mimi naomba kuanzia leo hii wasiwahi kutana, wasiwahi pendana na wasiwahi sikizana. Mungu wangu, nisaidie ili watu hawa watenganishwe. Mungu wangu, yai ndiyo mwanzo wa maisha, na yai Mungu wangu ndiyo mwisho wa maisha ya mwanadamu. Baba yangu, kama vile yai lilivyo mwisho wa maisha na mwanzo wa maisha, Mungu wangu, naomba iwe mwisho wa mahusiano yao. Watakapokutana wapigane, wakosane, wasiwahi fahamiana tena. Mungu wa mbingu na ardhi, nisaidie. Mungu wangu, kama vile yai lilivyo la kwanza na yai lina uwezo wa kulete maisha mapya. Mungu wangu, natangaza ndoa yangu irudiane kama vile yai linapoanza katika tumbo la mama, tumbo la kuku na tumbo la mnyama yeyote ama kiumbe chochote kile. Katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen. Utatoka na lile yai uende asubuhi, ikishafika saa 12, saa 11 kulingana masaa, lakini isifike saa 3 kama bado uko na lile yai. Nenda barabarani, katika makutano ya barabara, chukua hili yai. Sema katika makutano ni junction. Nenda katika yale makutano, sema, Mungu wangu, hapa ndipo walipokutana. Watu waovu hukutana kwa ajili ya kuharibu maisha ya watu. Mungu wangu, huenda walikutana hapa wakatongozana, wakaongeleshana. Baba yangu, kama kweli walikutana mahali hapa wakaongeleshana kwa minajili ya kuharibu uhusiano wangu na fulani, yule ambaye utakuwa umemtaja kwa yai, Mungu wangu, na leo hii naamurisha uhusiano wao uvunjike vile yai hili linavyovunjika. Katika jina la Yesu Kristo navunja na kuamini. Alafu piga yai chini, pap, alafu utoke uende kabisa kwa nyumba, usigeuke nyuma tena, maana ushavunja huo uhusiano. Ukigeuka nyuma huwa ni maroho, kuna uwezekano pia yakakufata na hiyo ndoa isisimame. Ushaelewa mwana wa Mungu? Just as simple as that.
mambo yako yanafanikiwa, mambo yako unapata yanakuendea tu. Baada ya muda wa siku kuanzia inakuwa 21 days. 21 days. Baada ya 21 days ama baada ya 48 hours utamuona mchumba wako akiwa amerudi. Na hata kama akupigiangi simu utaanza kuona simu yake ikiwa inalia. Anakuita. As simple as that. Sasa wakati mwingine ukifundisha kitu kama hiki, mtu anasema ni ushirikina. Jamani, ushirikina uko hapo kweli. Si ni yai tu la kawaida. Si ni chakula tu, kitu cha kawaida. Ile kitu ambacho hatuna katika akili zetu ni hekima. Maandiko yanasema katika kitabu cha Hosea 4:6 kwamba watu wangu wanapotea kwa sababu ya kukosa hekima na maarifa. Mwana wa Mungu, jaribu hilo likusaidie. Jaribu kutumia hiyo mbinu ikusaidie iokoe ndoa yako. Iregeshe uhusiano wako na bosi wako, iregeshe uhusiano wako na mwanao, iregeshe uhusiano wako na nduguyo, iregeshe uhusiano wako na wazazi wako, iregeshe uhusiano wako na mkeo ama na mumeo. Katika jina la Yesu Kristo, I declare amen. Shalom, shalom. Hadi next time, ukipenda naomba usubscribe, ulike na ushare. Ukicomment nitashukuru sana. Amen. Shalom, shalom.